Hello, praise the Lord. Bwana asifiwe watu wa Mungu. Praise the Lord, people of God. We came back now for the good news. Tumekuja kwa habari njema. Karibu sana. Mungu akubariki. Mungu akubariki. As you listen to us, unavyotusikiliza, upokee neno. Mungu akubariki. Tumekuja kushare neno la Mungu. Leo, kichwa chetu cha habari kinasema wokovu umekuja nyumbani mwako. Amen. Wokovu umekuja nyumbani mwako. Amen. Father, have your way now as we're going to start in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. I want my daughter to say in English, wokovu umekuja nyumbani mwako. Wokovu umekuja nyumbani mwako. So salvation has come to your house. Wokovu, salvation has come to your house. Wokovu umekuja nyumbani kwako. Tufungue, amen. Tufungue the book of Luke. Tutaenda kwenye kitabu chetu cha Luka mtakatifu. Luke mtakatifu. Tutaanza Kiswahili, alafu tutaenda kumalizia na Kiingereza, alafu we'll be together each, according to the Holy Spirit, how he directs us. Jinsi gani Roho Mtakatifu atakayotuongoza katika somo hili ambalo tunashare na wewe. Mungu akubariki sana. Please share the video. Please subscribe it. Please comment it. If it's for you and you are blessed, you are listening to us. Kama ni ya kwako, you are blessed, you are listening to us, unatusikiliza, basi comment amen. Sema amen, nimepokea. Kama umepata neno na linakuhusu, either hata kama ni bado tali ni neno linakuhusu, please comment it. Support the people of God. That's what you do. When you support the people of God, unamsupport Mungu. You don't support us because it is his word, kwa sababu ni neno lake, sio la kwetu. Hatuwezi kuja kutoa neno bila yeye. Bwana asifiwe sana. Please comment, subscribe and share the video. Hatutakaa muda mrefu. God bless you, and please open your ears, fungua masikio yako, open your eyes and open your heart. Cha kwanza ni moyo, nafsi na roho yako iweze kupokea neno la Mungu. What is for the Lord, you will receive it. Kila ambacho kinatoka kwa Mungu utapokea. God bless you. Fungua kitabu cha Luka mtakatifu, mstari wa kwanza mpaka wa 10. Luka 19. The book of Luke 19 verse 1 to 10. Kitabu cha Luka mtakatifu 19 sura na mstari wa kwanza mpaka wa 10 ndicho tunachoshare na wewe. Hili ni neno, na kumbuka neno ni uzima wetu. Mungu akubariki sana. So, nitaanza kwa Kiswahili kama ilivyoandikwa in Jesus name. Tasoma kwa Kiswahili. May you remove this one and the pen and book and then you give to me. Asante Bwana Yesu. Tutaanza kusoma Luka 19 mstari wa kwanza mpaka wa 10. Halafu my daughter will read in English. Mtoto wangu atasoma kwa Kiingereza. Asante kwa ajili ya siku ya leo, na tunamshukuru Mungu kwa ajili yako unayetusikiliza, na tunashukuru Mungu kwa Jumapili ya leo kwa sababu tumewekwa kwa wazima. Ni by his grace and mercy we are here. Ni pia ni grace na mercy you are there listening to us. Unaishi kwa neema na tunaishi kwa neema. Kwa hili neno linatuhusu wote. Amen. Amen. So bear with me, please do not leave before to finish. Make sure unasikiliza neno mpaka mwisho, ndilo utapopokea mafuta ya neno hili. Mungu akubariki sana. Nitasoma katika jina la Yesu kama ilivyoandikwa kwa Kiswahili. Neno linasema hivi kwa jina la Yesu. Naye alipoingia Yeriko, alipita katikati yake. Na tazama, palikuwa na mtu jina lake Zakayo. Mtu jina lake alikuwa anaitwa Zakayo. Huyu Zakayo hata kwa Kiingereza my daughter will explain anaitwa vipi. Anaitwa Zakayo. Mkubwa mmoja katika watoza ushuru, alikuwa ni mtoza ushuru. Naye ni tajiri, alikuwa ni tajiri. Mstari wa 3. Huyu alikuwa akitafuta kumuona Yesu. Ni mtu wa namna gani asiweze kwa sababu ya umati wa watu, maana ni mfupi wa kimo. Mstari wa 4. Akatangulia mbio, akapanda juu ya mkuyu apate kumuona nani? Apate kumuona Yesu sasa. Kwa kuwa atakuja kupitia njia ile. Na Yesu alipofika mahali pale, alitazama juu, akamwambia Zakayo, shuka upesi, kwa kuwa leo imenipasa kushinda nyumbani mwako. Akafanya haraka, akashuka, akamkaribisha kwa furaha.
Yaani Zakayo akafanya haraka, akashuka juu ya mkuyu, akamkaribisha Yesu kwa furaha. Mstari wa 7 verse. Hata watu walipoona walimnungunikia, walinungunika wote wakisema, ameingia kukaa kwa mtu mwenye dhambi. Hata watu waliposikia wakaona Yesu anaenda kwa Zakayo, wakanungunika, wakasema kwamba ameingia kukaa kwa mtu mwenye dhambi. Yaani Yesu ameingia kwa Zakayo, ana dhambi. Kwa nini Yesu ameingia kwa mtu mwenye dhambi? Twende mstari wa 8. Zakayo akasimama akamwambia Bwana, tazama Bwana, nusu ya mali yangu nawapa maskini, na ikiwa akiwa ameiba, akiwa amenyang'anya mtu kitu kwa hila, namrudishia mara 4. Unasikia hii? Narudia tena mstari wa 8 ili uweze kupata vizuri. Zakayo akasimama akamwambia Bwana, tazama Bwana, nusu ya mali yangu nawapa maskini, na ikiwa nimenyang'anya mtu kitu kwa hila, namrudishia mara 4. Mstari wa 9. Yesu akamwambia, leo wokovu umefika humu. Anasema Yesu akamwambia, leo wokovu umefika nyumbani humu, kwa sababu huyu naye ni mwana wa Ibrahim. Bwana asifiwe sana. So twende verse 10. Mstari wa 10 anasema, kwa kuwa mwana wa Adam alikuja kutafuta kuokoa kile kilichopotea. Bwana asifiwe sana. Amen. This is so powerful scripture. Ni neno lina moto. Let me tell you. Mstari wa 1 mpaka wa 10. Make sure unarudia usikie jinsi gani Mungu anatuambia sisi. Leo ni sisi, leo ni mimi na wewe. So my daughter will read in English and then we will explain more jinsi gani hii scripture au hii chapter ina mafunuo kuhusu Zacchaeus ambaye ni Zakayo. Mungu akubariki sana. Can my daughter read in English? Lisa, can you read in English, please? Zakayo. Wow. Okay. In the name of Jesus, we receive it and we understand it in Jesus' name. Jesus entered Jericho and was passing through. Yes. A man was there by the name of Zacchaeus. Right. He was a chief tax collector and was wealthy. Yes. He wanted to see who Jesus was, but because he was short, he could not see over the crowd. Right. So he ran ahead and climbed a sycamore fig tree to see him, since Jesus was coming that way. Right. When Jesus reached the spot, he looked up and said to him, Zacchaeus, come down immediately. I must stay at your house today. So he came down at once and welcomed him gladly. All the people saw this and began to mutter, he has gone to be the guest of a sinner. But Zacchaeus stood up and said to the Lord, look, Lord, here and now I give half of my possessions to the poor, and if I cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount. Jesus said to him, today salvation has come to this house, because this man too is a son of Abraham. For the Son of Man came to seek and to save the lost. Hallelujah. Amen. This is so powerful. Okay, tell us a little bit about it, and then I will explain it in Swahili. Okay. I'll finish it with that. Okay. So one important thing, as I was reading the word, right? Zacchaeus could, first of all, he heard about Jesus because he heard about him, but he wanted to see in person how did this Jesus that everyone was talking about, how did he look like in person? Now the Bible says that he was short. However, something caught my attention there. He was short, but through a crowd, he decided to reposition himself on top of the sycamore fig tree so that Jesus would be able to see him. He repositioned himself. And I was like, wait, hold up. There's something there. He had to move in order for Jesus to see him. Right. That was one point that I saw, and I was like, so as a Christian, right? Because we're learning about the salvation walk of Zacchaeus. Right. We're learning his salvation walk. And the first thing he did was reposition himself. He shifted himself.
he made a move first before God can make a move. Yes. So he made a move first before Jesus pointed him out. So in your salvation walk, you have to make the first move. And in making that first move, right? In making that first move, Jesus then says, I'm going to your house today. I'm going to your house today. So there was a shift. Jesus saw him. Salvation arrived at his house. And so we learn through the salvation of walk that once you shift, Jesus then comes to you. So when you, and there's this misconception, right? When you don't, even when you're a sinner, right? Or you might have this misconception of saying, oh, that until all of my sin is absent, then I will allow Jesus to come into my life. But that is incorrect. Jesus accepts you as you are, but does not leave you as how you came in. Okay? Yes. There's a reason why there's a transformation when you come to God. That you don't look like how you were before because there's a transformation that takes place. And so not everyone who comes to God comes perfect. And so we come with faults and we come with, our own differences. Right. And so after Jesus after Jesus entered his house, right? Because the tax collector, Zacchaeus, allowed Jesus to come into his life, right? And so after that, then people started to mutter, the Bible says. People started to complain. How is it this sinner has access to God when he's a sinner? They started to accuse him of doing the wrong things. Talking bad about him. Yeah, and they basically canceled him. When Jesus did not cancel him. Jesus chose him. Exactly. Rejection came. Exactly. Oh, Lord, so you can't cancel out someone who God chose. Because at the end of the day, God will still elevate them. Because then at the end, Jesus, right, ended up speaking up for him and said, this Zacchaeus is now a son of Abraham. Jesus is like, what are you guys talking about? What are you guys talking about? Like, I know he's a sinner. Yeah, I know he's a thief. I know he was taking people's money. But this is a son the part of Abraham. Jesus came to correct. To fix. Jesus was not playing. He was like, this label you guys gave to him, watch out. There's a transformation. To another level. Exactly. From the bottom to the top. Exactly. Woo! And so after this, after he allowed Jesus to come in, right, he now tells Jesus and admits, I'm going to leave my old habits, my sin, which he had a background history of stealing, even as a tax collector, even as a wealthy man. He was stealing from people's taxes. But he said, Jesus, because you came and visited me, now I'm going to repay everyone that I've stolen from a double fold. 4 times the more that I've stolen from these people. You always pay back. So he ended up realizing, right, that what he did was wrong. And he was able to see light into his actions because Jesus came in. Right. And so remember, I told you that the misconception of waiting for all your sins to be absent in order to come to God is wrong, because the tax collector, his sins did not automatically go away. It was at the moment when Jesus entered into his life, he then became a changed man. He then said, I can't be a thief anymore. He then said, I want to walk in the correct way of God. I want to walk in righteousness. So he then said, let me change now. It was until after Jesus entered his life, not before. So you can come to Christ as you are, and he will, after you take your first move, he will then help you in your transitioning so that you can now walk into righteousness. And so don't allow
this misconception that I will come to Jesus later. I'll come to God later. That will diminish your chances of getting to know God quicker, sooner, because the time is not on. The time is not later. Yeah, you might be still thinking like, oh my God, I will do it later. I will do it tomorrow. I will do it next year. Let me just finish to be sinning. Exactly. Let me finish to be sinning. And when I finish to be sinning, and I will go to Jesus, the time is now. Don't wait for tomorrow, because tomorrow you never know. Just come to take a move, take a steps, start it. Even if you are a sinner, the Bible says, even if you are a sinner, just start to take a move. The Lord, we have Jesus, we have, He will cleanse you. He will start to prune you. The Bible says He can prune you. Pruning, take it out, every old stuff, everything is dirty. He can prune it. He can prune as the way the tree they used to prune the tree. That's how He can prune the person. He can prune you from inside to outside. So start taking a move. Find this Jesus. Jesus can heal you. Jesus can praise you. Jesus can salvate you. If you know, I remember the book of Jeremiah. If you read Jeremiah, that He can, He can help you the way you want to be, or the way He wants you to be. Amen. So start taking a move. This is an English way, but I'm going to come in Swahili so the people who speak in Swahili can understand me. Start to take a move, because Jesus is not to tomorrow. See, the Bible say in this chapter, Luke 19 verse 1 to 10, the Bible say that Zacchaeus, today the salvation is coming to your house. The salvation is coming to your house. Wokovu unakuja nyumbani mwako. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord, the people of God. You hear me well. So it's right now. The movement is now. Do not wait for tomorrow. Do not wait for tomorrow. Usisubiri kesho. The salvation is now. Ukombozi ni sasa, kumtafuta huyu Yesu. Ukombozi ni leo. Ukombozi ni this minute. Ukombozi ni kupokea uzima. Ukombozi ni kupokea, remove any things ambazo hazitakiwi kuwa kwenye maisha yako, kwenye movements zako, kwenye kazi za mikono yako, kwenye kila unachokifanya, maisha ya kila siku. Ukombozi is today. Salvation starts from now. Come to Jesus. Look for this Jesus. He will help. He will help you. He will treat you right. He will help your way. In Jesus' name. Also, I'll be coming to to Swahili. Can you finish? What do you want to finish? Do you have something else to finish? Salvation is today. Luke chapter 19 verse 1 to 10. Read it careful, and the Holy Spirit will give you more revelation, because it's the chapter, but He gives revelation. So let's go to Swahili. Give me that one, and then we can finish. God bless you. Thank you for listening to us. Thank you. God bless you. No, I don't need this. So kwa Kiswahili sasa tunaweza tukamalizia. Kwa Kiswahili ni kwamba leo wokovu umekuja nyumbani mwako. So the point ni kwamba nimefurahiwa na hii chapter ni kwamba the way Holy Spirit took me. Read, ukisoma kitabu mstari wa 9 unasema hivi, Yesu akamwambia nani? Akamwambia Zacchaeus, akamwambia Zakayo, akamwambia hivi, leo wokovu umefika nyumbani humu, kwa sababu huyu naye ni mwana wa Ibrahim. As my daughter explained, as the Bible say that Zakayo ni mpati ya mwana wa Ibrahim. Alikuwa ni uzao mteule pia wa kizazi na vizazi vya baba Abraham. Bwana asifiwe sana. So Yesu alimjua Zakayo since the beginning. Kama vile Yesu anavyokujua wewe, kama vile Mungu anavyokujua wewe from your mother's womb, kutoka kwenye tumbo la mamako, ndivyo Mungu anavyokujua. Kwa sababu Biblia inasema alikujua kabla. Kwa hiyo Yesu alimjua Zakayo kabla, na Zakayo alivyomsikia Yesu yuko Jericho, yuko Jerusalem, anatembea akiponya watu, akihubiri injili Yesu, watu wakimfuata umati. Biblia inasema there was a lot of people, watu wengi walikuwa wakimfuata Yesu kusikia anahubiri na kuponya wagonjwa. Na kulikuwa kuna wagonjwa wengi sana wana shida mbalimbali, addiction mbalimbali, watu wafunguliwe, watu wapokee uzima. Kwa sababu nini? Yesu alikuwa akiponya wagonjwa Jerusalem. Bwana asifiwe sana. So ukija kuangalia hapa ile mstari wa 9 verse 9, afu ukienda verse 10 anasema kwa kuwa mwana wa Adam, because mwana wa Adam alikuja
kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. He came to salvate the people who are lost. Alikuja kutafuta na kukomboa watu waliopotea. Today, I can tell you, I can give you some example. Mfano, unapokuja kwa Yesu, lazima umweleze Yesu, what's your problem? Lazima umwambie Mungu, Baba wa mbinguni, mimi na shida hii. Yesu Kristo, nakuja mbele zako, mimi na shida hii. Naweza nikakupa mfano. Kwa sababu Zakayo alipokuja, ukisikia Biblia inasema hivi, neno linasema hivi, ukisoma vizuri, anasema alikuwa mnyang'anyi, alikuwa mwizi. Alikuwa anaichukua vitu vya watu, alikuwa mnyang'anyi, kama vile my daughter have explained, na Biblia pia inasema kwamba alikuwa mwizi, alikuwa na uwezo wa kudhulumu. Anachukua hela ya mtu, halafu anakuja kulipa. Anasema alikuwa anamwambia Yesu ana uwezo wa kulipa mara 4 ile pesa, lakini alikuwa na hiyo tabia ya kuiba. Alikuwa mnyang'anyi, alikuwa na uwezo wa, kulikuwa kuna addiction nyingi ambazo Yesu amewaponya watu, sio Zakayo tu, in Jerusalem or Jericho. Bwana asifiwe sana. So kwa kumalizia, nachotaka kufinish by the way, mfano, leo ukija kwa Yesu, Yesu anakupenda. Lazima uwe open to Jesus. Lazima uwe muwazi kwa Yesu. Umwambie Yesu, mimi nataka kuja kwako. Usisubiri kesho, nataka kuja kwako, lakini na hii problem na matatizo haya. Kuna kitu hichi kinanizuia mimi nisije kwako. Kuna kitu hichi kinanakiogopa nisije kwako. Lakini kumbuka Zakayo, Biblia inasema hii Luke 19, Biblia inasema Luka 19 kwamba Zakayo alikuwa na mapungufu. Zakayo had a weakness. Zakayo alikuwa mwizi. Zakayo alikuwa na addiction zake ambazo alikuwa nazo, lakini tunazoziona kwenye Biblia. Alikuwa ni mnyang'anyi, lakini Yesu akamwambia, leo Zakayo, ukombozi unakuja nyumbani kwako. Leo Zakayo, unakuja kupokea uponyaji. Leo Zakayo, nakuja kukomboa kile ambacho kilichokuwa kimekuficha. Leo ukombozi uko nyumbani kwako. Sio inaweza kawa leo sio Zakayo anaambiwa. Leo tunaambiwa sisi kwa sababu Zakayo is in heaven already. Zakayo tayari ameshaenda mbinguni, lakini leo tunaambiwa mimi na wewe, all of us together, kwamba leo ni ukombozi unakuja nyumbani kwako. Hallelujah. Hallelujah. Leo ukombozi unakuja nyumbani kwako na kwangu. Mungu, Jesus is the Lord. Na vile vile Yesu anapenda hao wenye dhambi, wale ambao wana little dosari, wale ambao wenye matatizo, wale ambao wana hizo dosari. Pia Yesu ana uwezo wa kukukomboa. Ndio maana anasema umwite tu, hata kama unasikia kwamba una dhambi, hata kama kuna kitu ambacho huwezi kukiacha, utakiacha kwa msaada wa Kristo. Nitakupa mfano how it is. Example, kuna addiction ambazo vijana, watu wazima, wazee, wamama, watoto, unaweza ukawa na addiction zenyewe. Unaweza kawa ndio cha kwanza, Zakayo alikuwa mwizi. Unaweza kama ulikuwa mwizi, mwambie Yesu, mimi ni mwizi, naomba unisaidie, niondolee roho ya wizi. Anakuondolea, anakusafisha, anakusaidia, unatubu na kukiri kwamba Yesu ni Bwana. I will not steal again. And Jesus, Yesu anaweza kukusaidia pia. Cha pili, unaweza kawa una smoke cigarette. Ukismoke cigarette, Biblia inakataa cigarette. Cigarette ni dhambi. Kwa mfano, unakupa, hiyo ni addiction ambazo mtu anaweza kaa nao when you are stressful. Unaweza kaa uko stressful lakini unataka kusmoke cigarette. Cigarette inaharibu vitu vingi kwenye mwili. Ukiona hiyo, of course ni dhambi, kwa sababu it doesn't give you profit. Inakupa nini? Inakupa madhara. Kwa hiyo unamwambia Mungu, naomba, nothing is too hard from the Lord. He came to fix. Alikuja kututengeneza. Kwa hiyo kama Yesu alikuja kututengeneza, una uwezo wa kumwambia kwamba, unajua, mimi navuta sigara, Yesu nisaidie, mimi nakuja mbele zako, naomba rehema, natubu dhambi na makosa. Anakutaka ulivyo mchafu, hakutaki ukiwa msafi. Yeye hakuja kwa wasafi, alikuja kwenye problem, alikuja kwenye shida mbalimbali, alikuja ili magonjwa yaweze kupona, alikuja ili addiction za cigarette ziweze kustop, alikuja ili uweze kuokoka na kukombolewa, alikuja ili kutoa kila kitu kilicho kichafu ndani yako. Halafu kingine anasema, kingine anaweza kuwa kitu kingine, anaweza kuwa na addiction labda kusema kwamba una spirit ya uvivu. Uvivu, I'll say in English. What do they say in English? Help me out. Laziness. Unaweza ukawa uko lazy, yani kila kitu unachotaka kufanya unafikia tu laziness, uvivu, slower. Ile pia ni spirit. Yesu anaweza akaisafisha. Yesu anaweza akakupa nini? Akakupa, instead of laziness or uvivu, akakupa nini? Diligent ni nini kwa Kiswahili? Bidii. Anaweza kukupa kukazana, kufanya bidii, kwa speed.
Even the Bible says you sluggard. Sluggard. So we want to share this world, please. This is what it came to us to give to you. So if you're one of them, and of course we know there's no one is perfect. Hakuna ambaye aliye msafi, wanasema Kiswahili kwamba no one is perfect. So that's why we go to his presence. After tunaenda tunaomba rehema, Zaburi ya 51 or 2 Chronicle whatever 14, tunaomba rehema, tunaomba Mungu atusafishe upya kila siku. Tunaomba kila siku Mungu atusafishe kufanya upya, kwa sababu there's no one is perfect. Lakini pia kuna addiction ambazo umekuwa nazo kila siku. Kama Zakayo alikuwa mwizi, kama Zakayo alikuwa ni tajiri mkubwa, Zakayo alikuwa tax collector, Zakayo alikuwa anaenda kunyang'anya, akimaliza anamrudishia yule mtu mara 4, anakunyang'anya alafu anamrudishia mara 4 times. Tayari alikuwa anafanya dhambi kwamba ananyang'anya. Lakini kuna kingine, asante Roho Mtakatifu, kuna kingine kimoja, alikuwa anasaidia maskini. He was helping the poor. Zakayo alikuwa anasaidia maskini. Biblia inasema Zakayo was helping. What verse is that? He was helping the poor. Last one. Bear with us, people of God. May God bless you. Mungu akubariki kutusikiliza. Please say amen kama umepokea. Una be blessed. Angalia mstari wa ngapi? He was telling Jesus. What verse is that? He was telling Jesus. Alikuwa anamwambia Yesu. Verse what? Mstari wa 8. Verse 8. Anasema Zakayo akasimama akamwambia Bwana, tazama Bwana, anasema tazama Bwana, nusu ya mali yangu nawapa maskini. Nusu ya mali, half of his money he was giving to the poor. Alikuwa anawapa maskini. Na akasema na ikiwa nimenyang'anya mtu, akiwa amemuibia mtu au amenyang'anya au ameiba, anasema akiwa amenyang'anya mtu kitu kwa hila, anamrudishia mara 4. He returned 4 times. Kile kitu alichokuwa kwa mtu anarudisha mara 4. Kwa Zakayo alikuwa anaiba alafu anarudisha mara 4. Alafu 3 alikuwa anakumbuka maskini. Look at that. Kumbe mbingu zilikuwa zinamjua hata kama he was a sinner, but alikuwa anakumbuka maskini. Alikuwa anasaidia watu. Alikuwa ana move the movement for the people of God. Can you imagine? We mtu anaenda kumgusa maskini, yule maskini anaenda kumsaidia. Unajua anamwombea nini Zakayo? Anamwombea Zakayo kombolewe. Anamwombea Zakayo mazuri. Anamwombea Zakayo long life. Anamwombea Zakayo mema yakamjie, kwa sababu alikuwa na roho ya kusaidia maskini. Bwana asifiwe sana. So you might have that spirit. Yani una hiyo roho ya kumsaidia maskini. Una roho ya kutoa, utoaji. Lakini bado hujaokoka. Lakini bado addiction zinakusumbua. Lakini bado kuna vitu maumivu yanakusumbua. Kuna vitu vingi vinakusumbua. Mpe Yesu. Mwambie Yesu, angalia jinsi gani na kutolea maskini. Angalia jinsi gani na wasaidia watu wako. Angalia jinsi gani sadaka zangu zinanena kama za Dorcas. Mwambie Yesu, utaona ana prune everything is not good. Anaondoa kila dhambi ndani ya mwili wako, nafsi yako au moyo wako. Kila kitu anaweza kaondoa juu ya maisha yako ya kiroho na kimwili. Praise the Lord. God bless you. So remember, kumbe kulikuwa kuna utoaji ndani ya Zakayo. Kwa hiyo kutoa ni faida. Bwana asifiwe sana. So addiction ulizonazo mpe Yesu. Yesu atakuprune, Yesu atakusaidia. Mwambie Jesus help me and I'll be right through you. In Jesus' name. May God bless you. May God cover. May you receive healing. May you receive healthy. May you receive anything bother you, addiction. Kila addiction is nazo kubother. May God remove it in the mighty name of Jesus. Mungu aondoe kila addiction zilizoko ndani yako. Inaweza ikawa ni chochote kinakusumbua. Inaweza ikawa vingine hata sihitaji kuvitaja, unavyo mwenyewe ndani yako. Inaweza ikawa uroho, inaweza ikawa uongo, inaweza ikawa chochote tu. I'm just saying, inaweza ikawa chochote, uzinzi, chochote. Oh, ndio hiyo nimesema hizi nani zilizokuwemo ndani ya Zakayo, kwamba alikuwa mwizi. Chochote kile Mungu anaweza akakusaidia. Yesu, njoo kwa Yesu. Anasema Zakayo, leo wokovu umekuja ndani yako. Na leo Zakayo ulioko, yote aliye Zakayo kwa addiction, kwa kitu chochote, wokovu umekuja nyumbani mwako. Mungu akubariki sana. May you receive the word of God. May you receive healing. May you receive power of the Holy Spirit to heal you in the mighty name of Jesus. Pokea uzima, ondoa na Bwana aondoe kila addiction zinazokusumbua kwa mamlaka ya jina la Yesu na kwa damu ya Yesu iliyomwagika msalabani. May you receive healing in Jesus' mighty name. May grace of God be upon you. May the fellowship of the Holy Spirit be upon you.
in Jesus name. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba ukawe pamoja nawe nasi pia in Jesus name. Thank you. Subscribe to the channel and also don't forget comment, sema amen kama umepokea, unafanya kwa ajili ya Bwana. You don't do for us, you do for God. God bless you and I'll see you next time for the right time. Be blessed.